Kesho yake Vanessa akiwa na mpenzi wake, Beni anamuuliza, unataka nikupikie chakula gani? Au nikupikie tambi za Pemba? Akamuuliza, je, ni tamu kama wewe au nikule wewe? Vanessa akasogea akamwambia, hebu acha kitumbua changu kipumzike kwanza. Na kujua ukianza umalizi, Mwamba akapigwa simu, ikabidi atoke nje aongee na simu ili Vanessa asimsikie. Akamwambia, naomba mtafute anayemtumia message Vanessa sasa hivi, kwa sababu sitaki mtu yoyote haribu mpango wangu. Ekene akawa anajiuliza mpango gani? Mwamba akamwambia, fanya hivyo kwani mimi sina mapenzi ya kweli naye na sitaki mtu yoyote haribu mpango wangu, na kuingia kwenye gari na kusepa zake. Vanessa akamwita rafiki yake Rara na kumwambia, huyu mtu anayenitumia message naona anakwenda kuharibu mahusiano yangu, sijui anataka nini. Yaani ukiziangalia hizi message ni zaidi ya 1000. Rafiki yake akamwambia, Vanessa, unatakiwa kuwa makini, tena makini sana. Lakini pia nakushangaa Vanessa, ulisema unapita tu na kuachana naye, nini kinaendelea sasa? Au ushaanza kumpenda? Kumbuka umjui vizuri na ujui hata anapoishi. Vanessa akamwambia, naomba uniache, hisia zishaanza kuniteka. Wakati wanaongea, message ikaingia kwa Vanessa. Akamwambia, huyu katuma tena namba hiyo hiyo. Ndiyo, hebu mpigie. Akampigia simu ikawa inakata. Akamwambia, jaribu tena. Akapiga lakini ikakata. Rara akamwambia, nipe hiyo simu nimpigie. Rara naye akampigia simu kama mara 2, haiiti na kata. Vanessa akamwambia, nipe simu yangu maana hapatikani huyo. Mara message ikaingia tena. Akamuuliza, nani tena? Vanessa akaisoma, nimeamua kuandikia message, nataka uwe makini na ule Mwamba, la sivyo utakuja kujutia. Vanessa akachoka, aelewi ni nani na anataka nini. Alipomtoa rafiki yake akamwambia, huenda ni ex wako. Jamani, kila wakati huenda. Nimechoka, wewe unataka nifanyeje? Nijiue? Kila mtu tutamuhisi. Rara akafikiri akamwambia, nafikiri huyu mtu hana nia njema na wewe. Vanessa akamwambia, Rara, unamzungumzia nani? Rara akamjibu, jirani yako. Ekeme jirani yangu afanye yote haya kwa sababu nimeingia kwake na kuoga bafuni kwake na kufanya achane na mpenzi wake, ndio amue kuingilia maisha yangu? Eti amue kuingilia maisha yako? Hivi Vanessa, uone wewe umevunja mahusiano yake, wewe unadhani atafurahia mahusiano yako? Hebu fikiria zaidi. So wewe kabisa Vanessa, hivi umepatwa na nini? Vanessa akamwambia, lakini mbona hana namba yangu? Baadaye Beni akarudi kwa Vanessa. Walipokaa akamwambia Vanessa, vipi kuhusu mpango wa kuwekeza? Unajua una faida sana na namba siku zote hazidanganyi. Ngoja nikutumie miamala yangu ujionee ninavyoingiza pesa. Vanessa akamwambia, nitumie WhatsApp. Beni akamwambia, ngoja nikutumie kwenye email maana email ni official. Akamwambia vanessaukoro@gmail.com. Akawa anamtumia. Upande wa pili Ekeme anajiuliza, nimwambie ukweli kwamba bwana wake anataka kumpiga pesa au la, na kujisemea mwenyewe, ngoja nimweke wazi. Akijua ukweli nitakuwa nimemuokoa, lakini pia ataachana na Mwamba. Kwa hiyo mpango wangu wa yeye kuumia pia utakuwa umefanikiwa. Huku Vanessa kashatumiwa email na Mwamba, anashangaa pesa jamaa anazoingiza kwenye hiyo kampuni. Baada ya kupiga story, Vanessa akatumia message kwenye simu yake. Alipofungua akawa anashangaa, kumbe Mwamba ni mwizi wa mitandaoni. Ekeme akamtumia details zote na watu waliowaibia Abuja, Lagos, Botako, Skaraba. Mwamba akawa anashangaa. Vanessa akamwambia, kumbe na jina lako ni Daniel. Mwamba akashindwa kujitetea, nijibu. Vanessa akawaka. Mwamba ikabidi anyanyuke tu, maadili Ekeme kashamharibia. Vanessa akakaa kwenye kochi akachoka, ikabidi amfuate Ekeme nyumbani kwake na kugonga hodi. Vanessa akawa anagonga mlango mpaka Ekeme akashtuka, kuna nini? Akaenda kumfungulia mlango. Vanessa akamwambia, ni wewe? Na uhakika utakuwa ni wewe. Akafungua pochi yake na kutoa simu. Ekeme anamuuliza kuna nini? Vanessa akatuma message. Akashangaa mlio message unalia kwenye simu ya Ekeme. Vanessa akasema, hiyo simu ndio iliyokuwa inanitumia message kibao kila siku kwa ajili ya kuharibu mahusiano yangu, alafu umesimama tu kama bubu. Kwa hiyo Vanessa akamshangaa na kumwambia, unaniuliza kwa nini? Hivi umechanganyikiwa au kuna nati zimefeli kichwani kwako? Ekeme akamwambia, umeharibu mahusiano yangu, alafu unasema it's not fair kuharibu mahusiano yako. Mimi ninachoona inabidi unishukuru kwa hilo. Acha utani na kutania. Najua una hasira kwa kilichotokea, ila naomba utoke nyumbani kwangu. Ekeme akawa anamuondoa nyumbani kwake. Vanessa akamwambia, hebu niache. Mwamba akacheka sana, akaona na yeye ameshamwini, akawa anafurahi mwenyewe tu, nimetabasamu tu. Huku rafiki yake anamwambia, unatakiwa umshukuru sana mchizi. Vanessa anasema hapana, lazima alipie hili. Lara akamwangalia rafiki yake akamwambia, subiri kwanza, unamaanisha nini? Kumbuka kama sio huyo Ekeme, Beni angesepa na pesa zako zote. Vanessa akapiga makofi. Unahisi kwa sababu kaniokoa ndio unadhani tesha kirahisi tu? Hapana Vanessa, ndiyo amefanikiwa kuvunja mahusiano yangu na mimi ngoja nitamuonyesha mimi ni nani. Rafiki yake akamwambia, usifanye hivyo, sio vizuri. Vanessa akamwambia, inabidi uniamini mimi. Lara akamuuliza, kwa nini unajiamini sana? Unajua sikuelewi. Usiku Mwamba ipo ronja anamsubiri demu waliopanga wakutane, mara ghafla akaingia. Mwamba akanyanyuka na kumhagi. Akamwambia, karibu. Mrembo akamwambia, you are very handsome. Wakati unazungumza, mrembo akaanza kuleta mapicha. Mwamba akashindwa kumuelewa mchumba gani huyu, anaongea sana, mara achanganya mafaili, mara hili mara lile. Ikabidi Mwamba amwambie, naenda toilet mara moja, itarudi. Mrembo akamwambia, ujue Vanessa yuko single. Mwamba akagundua kumbe Vanessa ndio kamletea mapicha. Huku nyumbani kwa Vanessa, Rora anashangaa, Mungu wangu. Vanessa akamuuliza kuna nini? Una trend kwenye
mitandao yote ya kijamii. Kitu gani kimetokea? Trending. Laura akachoka, upaswa hata kuangalia. Vanessa akachukua simu na kuangalia. Vanessa akashangaa na kusema kwa nini? Akamwambia rafiki yake kwa nini ameamua kufanya hivi. Vanessa akaumia sana kwa kuwekea picha zake za utupu mtandaoni. Lara akamwambia lakini ameficha sura yako, hata kama haijalishi, hii lazima alipie. Vanessa akamwacha rafiki yake na kumfuata Ekeme. Mara akarudi akisema ngoja nimpigie mwanasheria wangu kwanza. Vanessa akawa anamfuata Mwamba. Laura akamwambia usiende kwanza. Vanessa akamwambia samahani kwa hili, naomba niache mwenyewe, nitajua cha kufanya. Vanessa akagonga mlango kwa nguvu sana kama amekuja kufumania. Ekeme anauliza wewe nani? Alipofungua mlango, Vanessa akamsukuma na kumwambia hivi unajikuta nani wewe? Kwa nini umenifanyia hivi? Huku Vanessa analia kwa uchungu. Kwa nini? Mwamba anamwangalia tu Vanessa. Niambie. Ekeme akapiga magoti mbele ya Vanessa akamwambia nisamehe, nilifikiri nitakukomoa ila naomba unisamehe sana, sitarudia tena. Vanessa akawa anamwangalia tu. Vanessa akawa kama kaingiwa na huruma hivi, akawa anamwangalia bila kusema chochote na kuamua kuondoka zake. Aliporudi Laura akamuuliza nini kimetokea, anamzuia nini kimetokea, hebu niambie. Vanessa akaegemea gari na kusema hakuna kitu. Hakuna kitu kivipi? Umeenda kwa kuwaka, unarudi mpole, nini kimetokea? Vanessa kimya. Kwani kimetokea nini humo ndani? Ameniomba samahani. Ekeme amepiga magoti mbele yangu na kuniomba msamaha, yani amenilegeza kabisa. Alivyopiga magoti hasira zote zikapotea. Lara akamwambia nimekuelewa, na cha msingi alificha sura yako, ila na mambo ya kijinga sana. Baada ya siku kadhaa Vanessa akasikia hodi, akauliza nani? Akamwambia Ekeme. Akamwambia sitaki kukuona. Akamwambia sikiliza, nimeongea na Laura, hasema hutaki kutoka nje. Vanessa hapa sijui kakasirika au kafurahi, ikabidi aiache laptopu na kunyanyuka kwenda kumfungulia mlango, huku akimwambia uwe na shamana, maana sitaki ujinga. Alipoingia akamuuliza unataka nini? Mwamba kakaa kisha akawa anamwangalia. Vanessa naye akamwangalia na kujisogeza ili kukaa mbali naye. Mwamba naye akamsogelea karibu, akawa anamwangalia tu Vanessa kisha akamwambia nakupenda. Vanessa akaangalia pembeni na kuanza kucheka sana. Ni vituko gani hivi anamletea Ekeme? Vanessa akacheka sana maana alikuwa na hasira. Ekeme anasisitiza stani, akamwangalia usoni na kuanza kucheka tena kwa nguvu mpaka majirani nahisi wamesikia. Akasema wow, akavua miwani amwangalie vizuri, akacheka tena. Vanessa akamwambia that is class, ni wewe kweli? Akacheka tena. Yani baada yote kufanya leo unaniambia unanipenda? Ekeme, hebu acha utani, sema kilichokuleta. Vanessa, naomba unisamehe, najua nimekuumiza, nilikuwa na hasira na nilichanganyikiwa kwa wakati mmoja, naomba unisamehe Vanessa, na kiukweli nakupenda sana. Vanessa akaanza kucheka tena, akaona kama Ekeme kapanga kumchekesha Vanessa. Vanessa akawa anacheka tu. Mamba anamwambia sema kitu basi. Vanessa akamwambia hebu toka kwenye nyumba yangu, maana kila nikikuangalia unanifanya nicheke tu, nimekwambia nakupenda, jamani naomba uniache. Hivi unanitania? Sikutanii, kiukweli nakupenda. Vanessa akasema wow. Akamwambia sikujua kama utakuja hapa na ndo nimekuja. Vanessa akafurahi sana, anaona kama Mwamba anatania, kumbe Mwamba kampenda kweli Vanessa na yeye anataka alichokuwa anapewa Beni, mpaka akawa anapiga kelele. Baadaye Vanessa akamwambia nimekusamehe, na akawa marafiki kama sio wapenzi. Urafiki ukakua, wakawa wanakula pamoja, wanapiga story kama watu ambao walikuwa hawagombani. Mapenzi yakaanza, wakawa wanapigana simu, ni story tu na matabasamu. Mwamba kashakubaliwa na kukabidhiwa mzigo, ahangaike nao mwenyewe. Baada ya siku kadhaa kupita, Tresha akaja nyumbani kwa Ekeme. Ekeme akamuuliza umefuata nini? Akamwambia nimekumisi. Umenimisi? Miezi yote hiyo ulikuwa wapi? Najua baby, nisamehe, naweza kuingia nani tuongee? Ekeme akamwangalia na kumuuliza kwani kitu gani kinaendelea, au yule mwanaume kakuacha? Jamani baby, nilikuwa na yule mwanaume kwa sababu nilikuwa na hasira, wewe ndiye ninayekupenda, naomba niingie ndani. Vanessa akamwambia baby, umenionea simu yangu, nilikuwa naitafuta chumbani. Tresha kusikia sauti mwanamke akaingia ndani haraka. Alipomwona Vanessa akacheka. Ni wewe? Vanessa akakaa vizuri kumsikiliza. Nilijua tu kuna kitu kinaendelea kati yenu. Akamwambia kuna kitu kilichokuwa kinaendelea kati yetu, ulimwacha na mimi nikapata nafasi ya kumjua vizuri, na kiukweli nimezama kimapenzi kwake. Ekeme akamgeukia Vanessa na kumuuliza baby, unanipenda? Sasa kwa nini kuniambia mapema? Achana naye huyu, hajielewi. Ekeme akatabasamu na kumwambia nakupenda pia, na kumkumbatia na kumshika kiuno. Trisha akamwambia okay, mnapendeza. Je, umemwambia kazi unaofanya ni cyber secure? Oh, nahisi kuna kitu umesahau kumwambia. Ekeme akamwambia hebu nyamaza. Akamwambia kwani hujamwambia wewe ni mwizi wa mtandaoni? Nimekwambia nyamaza. Nadhani sasa ushajua ni haka. Atahaki simu yako, kompyuta, iPad na akaunti yako ya benki. Nimekwambia nyamaza. Kwa nini nyamaze wakati mnakwenda kutengeneza familia? Anatakiwa ajue kwamba wewe ni mwizi. Vanessa akamuuliza kumbe wewe unaweza kuhaki kila kitu? Je, umepata wapi namba yangu? Trisha akamwambia mjibu. Vanessa akaamua kuondoka na kumwambia hongera mwizi wa mtandaoni. Ukitaka kujua nini kiliendelea, je, Mwamba alimpata
ulimpata Vanessa au ilikuwaje? Nimekuwekea link ya hii movie kwenye description. Inaitwa Wrong Doll. Au subscribe channel yetu ili kesho nikuwekee kipande kinachofuata. Hiyo usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Fix.